kenwa keige makotigana na mojukagie semukango koja ekare utuanire sira kamenya waganu na itwiro ria komatwire ukamenya waganu na itwiro ria komatwire imatwire ni gwito ithuothe no nginya tugathie muthiru na mwaganu ngai athuthire sira tiga kwĩbihĩbu ekoraga matwire nokoro nĩ kwanyu akinyo ige mũrango wakoro nĩ gwaku ingenie nĩ niĩ gathembe ĩciro itũra twarie no cia mwĩnake mũrendire na ũru maũndũ makwa ngeragĩria nduma-inĩ nĩngũkwĩra enda kũmena ũmene ona wamena gũtirĩ muoyo kahe iwatuĩkire wanjirũkĩ wĩra waku no kũiria rũmenyeci magana maitũ ona magũkania kũmeraga tĩwe ndũraigua gĩkũyũ gĩkĩ ũrĩa ũkwenda na ũikare ũrĩa ũkwenda nĩũgacenjia wamenya maica-inĩ maku nĩũgacenjia wamenya maica-inĩ maku Maina Hiram Itheria andũ othe top choice Nĩindairaya Cio tũkirigaine Ndũire nyendaga kũmenya kũrĩa ũtũire Maitwara njĩra Atĩ ũtũire gĩcagi Wĩra waku no kũrehe arũme nyũmba Gũtirĩ kiumio tacenjagia mũthuri Tũine watuĩkire wanjirũ Wĩra waku no kũithia rũmenyeci Magona maitũ ona magũkania kũmeraga tĩwe ndũraigua gĩkũyũ gĩkĩ ũrĩa ũkwenda na ũikare ũrĩa ũkwenda hĩndĩ nĩũgacenjia wamenya maica-inĩ maku ũgacenjia ũyũ nĩwe Ngai wambire thĩ na igũrũ ingĩrendekayo ngarũra maũndũ inua mikono kila mtu Azimio hoye! Azimio hoye! Hoye! Baba hoye! Hoye! Azimiwa hoye! Hoye! Twena rwimbo tukuina thaa ici. Ukaiga Azimio pamoja yaunganisha wa Kenya. DJ twende. Inua. Inua. Niombe wale tuko kwa asante kidogo tafadhali. Wale tuko kwa jukwaa na tumesimama tuketi kwa viti vyetu. Wale tuko kwa jukwaa na umesimama tuketi kwa viti vyetu. Shikilia DJ kwanza. Kidogo DJ. Nitakuambia.
Kila kiti kiko na jina. Kwa hivyo unaketi pahali umeandikiwa uketi. Naomba kwa sasa Regina Mudhoga awe kwa jukwaa. Niombe retired Bishop Jenga. Haya, tumkaribishe gavana wa Mombasa. Wapi nduru ya Hassan Joho? Wakati huo niombe kutambua uwepo wake Waziri Peter Munya na kiranja wa walio wachache katika bunge la kitaifa, mjumbe wa Suna Mashariki Mheshimiwa Junet Mohamed, Deputy Governor wa Gatuzi la Laikipia Mheshimiwa Mwaneki, Mheshimiwa Jeremiah Kioni, hali kadhalika ndugu yake mkubwa baba Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga. Niombe sasa katika jukwaa ya pili, Gedhae utuelekeze katika jukwaa ya pili, wakati retired Bishop Jenga anakuwa standby kwa minajili ya kutuongoza katika maombi rasmi, na Regina Mudhoga atakuwa kwa jukwaa ambaye akiimba miondoko yake atatukaribishia mgeni wa heshima Raila Amolo Odinga. Wapinduru ya Thika Sami Kiembo Odo ni Oragia. Monsi oyo neta wa Hutu na Tusi Inyandi menya goreo iketioke Panjagithiri thayo kiaga gikeno Genjiga nasya gagota meirotoini Oheri thage tareo we musiare Suma ya kwele ringo ya ukuora Wena keiki kemweberi biute Kiega mono saizina Nigeomba Ann Kanano, gavana wa Nairobi, pamoja na naibu gavana wa Gatuzi ya Nyeri, usonge mbele mukatike. Tafadhali, hapo mbele ya jukwaa. Sami Kiembo Odo ni Oragia. Ile tuka wanjoi Kenangoku wanyendire kia inyangire mwagwetireria wanyitire njohero Weogorangyo no etie maitho kaire tutorenda ukwa wanyitire njohero Weogorangyo no etie maitho kaire tutorenda ukwa nekia kwa motu. Hebu shikilia kidogo tu. Shikilia kwanza kidogo tu. Usiondoke. Tuko na kina dada wa nguvu na ni vizuri mjue kwamba Azimio la Umoja inatambua kina mama. Na hii muziki inafuata ni special dedication ya Governor Nairobi County, ya Deputy Governor wa Nyeri na Deputy Governor wa Kiambu. Na kwa sababu ni special dedication, enda hapo mbele ya jukwaa, hiyo muziki ni yenu. Na musonge ili kamera iwapate vizuri. Mjue kwamba katika Azimio la Umoja kina mama na kina dada wanapewa kipaumbele. Karibuni sana. Haya, Shani Arima Dio Amode na igare ke tumanwa Akoro ebi tore ke tumanwa Ora toirio ge unete ide Idara more anore une idiru Odo erige de wanyare Haya
Asanteni sana. Makofi mazuri ya Kegia wa Esther na viongozi kina mama. Endelea ndugu yangu. Haya, asante kidogo tafadhali. Ili tusikizane. Sawa sawa. Azimio ni amani. Ambia mwenzako azimio ni amani. Si ni ukweli? Wangapi wako tayari kuweka amani hadi tufike kupiga kura? Wangapi watatokea asubuhi na mapema tuweke baba ndani? Asante. Ningependa kutambua uwepo kidogo wa waheshimiwa ambao tuko nao, na ni vizuri akisimama aonekane na anainua mikono. Tuko na Mheshimiwa Dennis Waweru ambaye pia ni kiongozi wetu wa BBI, tumpigie makofi mazuri. Tuko na Mheshimiwa Shabal kutoka Mombasa, tupigie Mheshimiwa Shabal makofi mazuri. Tuko na Mheshimiwa Ken Chonga, mbunge wa Kilifi, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Stanley Moirore Mudhama, Lamu West, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Godfrey Ostosi kutoka Vihiga, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Moitalel Olekenta kutoka Narok, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Dr. Kowili, Deputy Governor Kisumu, wapi yeye? Makofi mazuri. Tuko na Mheshimiwa Dalmas Otieno, huyu ni mbunge fomo wa kule Rongo, tumpigie makofi. Amekuwa na sisi tangia asubuhi, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Babu Owino kutoka Embakasi. Tuko na Mheshimiwa Wajiko Akife kutoka Gatondo North. Tuko na Mheshimiwa Wagarewa Mwaneki kutoka Kegumo. Tuko na Mheshimiwa Elachi aliyekuwa spika wa Nairobi, tumpigie makofi. Najua kwamba tutaenda tukijua wabunge wengine ambao tuko nao. Tuko hapa mbele na Mheshimiwa Kemari kutoka Mathioya. Tuko na gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o Daktari, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Junet Mohamed Kinara wa ODM. Tuko na gavana 001 Mombasa, wapi makofi. Tuko na deputy governor wetu wa Laikipia, wapi makofi yake. Tuko na gavana wetu mpya wa Nairobi Ann Kananu, wapi makofi. Tuko na deputy governor Daktari Caroline kutoka Nyeri. Tuko na deputy governor wetu wa Kiambu Mheshimiwa Joyce, wapi makofi. Tuko na waziri wetu wa nguvu Waziri Munya, wapi makofi. Sasa nani mwingine sioni? Niombe kutambua uwepo wake Richard Ngatia, Kenya National Chamber of Commerce, Beatrice Kwamboka ambaye ni naibu wa kiranja walio wachache katika bunge la Seneti, Dr. Pamela Odhiambo mjumbe wa gatuzi la Migori, pamoja na viongozi mbalimbali wa nyanja mbalimbali, tabaka na nyadhifa za serikali za kigatuzi na serikali kuu. Naona kwa umbali escort commander akiwa na pikipiki 24 zinazoongoza msafara wa kinara wetu mpendwa Engineer Daktari Raila Amolo Odinga, ikiwa sasa inaingia uwanjani. Ninaomba wananchi wapendwa, wakati msafara wake unafika, kwa sababu ya hashtag yetu ya siku ya leo, niwekee bango yako inayosema Baba the Fifth. Tafadhali beba bango hilo juu, bango linalosema Baba the Fifth. Na mimi nawauliza swali mboga, who is the fifth president of the Republic of Kenya? Who is the fifth president of the Republic of Kenya? Naomba uongeze sauti. Who is the fifth president of the Republic of Kenya? Na vile vile wakati msafara huo unaingia, sote pamoja na wale tuko jukwani tutamlaki kwa kusimama, huku msanii Regina Mudhoga akipeperusha miondoko yake ambayo imeenea
kwa mapana na marefu. Regina Mudhoga, jukwani yako. Haya, tuwe tayari kupokea baba. Msafara wake ndio unaoingia. Tuwe tayari. Regina Mudhoga na kuomba jukwani yako. Naomba sote tusimame tunapomkaribisha Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Injinia Daktari Raila Amolo. Who has hurt all mankind just to save his soul? Believe me. One love. What about a one heart? What about a people get together and feel alright? As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Thanks and praise to the Lord, and I will feel alright.
Asante. Wapi makofi ya Regina Modhoga? Niombe sote kwa jukwaa tuketi kwanza. Kwanza tupate kuketi. Tuwe na utaratibu, kisha tuwe na mpangilio. Wote mulio mbele ya jukwaa naomba muondoke ili wananchi wapendwa waweze kuona baba. Wote ambao mumesimama kwa jukwaa naomba muondoke, kwa sababu kama hauna kiti nafasi yako iko kwa jukwaa ile ingine. Nisaidie Rene, kila mtu amesimama hapo ateremuke. Kila mtu ateremuke tafadhali. Na nyinyi vijana muache kufanya kazi ya polisi. Hii kazi munafanya ni ya polisi, muache. Usiongeze kiti kwa jukwaa. Hiyo ni kazi ya maafisa wa protocol na maafisa wa usalama. Hapo katikati kila mtu waondoke. Rene, nitolea watu wamesimama hapo. Nyinyi mumesimama hapo, muteremuke wote. Mugendi, nitolee hao watu. Kila mtu kwanza aketi. Lawi keti. Keti. Kila mtu kwanza aketi. Na hakuna kuongeza kiti kwa jukwaa. Mushuke tafadhali. Asante. Your Excellency, wananchi wapendwa waliomba ukifika hapa wabebe bango kabla tuanze. Hatuwezi kuendelea kabla hii grupu haijashuka. Na nyinyi muache kufanya kazi ya askari. Tafadhali ondoka kwa jukwaa. Please. Nyinyi mumesimama hapo, niondoke hao watu. Tafadhali sana. Otuoma, ondoa hao watu wote. Hauwezi kusimama hapo na hatuwezi kuanza kabla kikundi iondoke. Hiyo kikundi iondoke, maana kuna njia hapo. Devi, kila mtu ateremuke hapo nyuma. Kila mtu ateremuke. Hatuwezi kuendelea kabla hiyo haijafanyika. Hatuwezi kuendelea. Kila mtu ateremuke. Asante. Asante sana. Wananchi wapendwa, niombe ubebe bango imeandikwa Baba the Fifth hewani tafadhali. Beba bango imeandikwa Baba the Fifth. Dunia nzima ione kwamba Kiambu na Thika imemkaribisha baba. Nikiuliza swali, who is the fifth president of the Republic of Kenya? Who is the fifth president of the Republic of Kenya? Ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Sema ndio baba. Kiambu imekubali. Mount Kenya imekubali. Kenya imekubali. Basi kwa heshima hiyo unikubalie Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe sasa ili tuanze rasmi. Tutapata wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na niombe sote tupate kusimama sasa kwa heshima hiyo ya taifa.
Tukisalia katika hali ya kusimama, ni muombe Bishop Njenga ambaye anawakilisha makanisa ya kiasili ya kiroho atuongoze. Bishop Isaac atuongoze kwa maombi mafupi. Karibu mtumishi wa Mungu. Wacheni tuombe. Mungu, tumekuja katika jina la Yesu mchana wa leo. Tumeweka mkutano wa Prime Minister wetu ambaye ni rais wa 5 mkononi mwako. Tumeweka hii mkutano viongozi wote, magavana na ma-MP na ma-senator na viongozi wote tukijua wako mkononi mwako. Tumeomba leo ushindi na tumeomba leo nguvu zako iteremuke, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante. Niombe tuketi. Asante mtumishi wa Mungu. Your Excellency the Prime Minister Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, Cabinet Secretaries present, Governors, Members of Parliament, Members of the Senate, Members of County Assemblies, Officials of National Government and County Governments, all protocols observed. May I invite a young man who is a popular figure in this community, Mothe Kiengei, to kindly bring us a short interlude of entertainment before inviting our host, Kiambu Governor James Nyoro, to guide us in the next bit of the program. Karibu ndugu yangu. Thank you so much, Your Excellency the Prime Minister Raila Amolo Odinga, and all protocols observed. Ningependa kuomba wananchi tutulie kidogo. Sawa. Tutulie kidogo ili tuwe na wakati mwema, wakati ambapo tunakaribisha baba katika eneo hili la Mount Kenya. Mount Kenya oye! Mount Kenya oye! Nikisema inawezekana, si ndio? Azimio! Nikisema baba mnasema ndani, sawa? Baba! Kama uko na bango ya baba inua juu hivi. Kama uko na bango la baba inua hivi. Tuonyeshe baba mapenzi ya Mount Kenya. Inua kabisa. Asante sana. Kwa sababu ya vile muda umeenda, wasanii wetu walikuwa na nafasi mzuri ya kutumbuiza. Nafasi hii nataka kuitoa kwa Trio Mio Sipangwingwi. Wapi nduru? Nikisema rada ni rao mnasema nini? Rada ni rao, kwani ni kesho. Rada ni rao. DJ twende. Rada ni rao, kwani ni kesho. Rada ni rao. DJ. Rada ni rao. Sawa. Ati kitu Kenya inataka ni rao, wengine ni kututupisha mbao. Hatutaki kiongozi mbwakni, don't trust them. Magojo machapni. Raundi tunachuja mawaganis. Create job kwa hizi companies. Tumechoka na kuwa mawana bis. Usisahau kulegalize. Ati baba amekubalika na gang za mabuda machampe na bang. Huku ghetto tunakuita the fifth. Amolo Odinga the fifth. Baba alikuja na handshake. Vijana tukasare rampage. Peace ikakuwa anthem, tukaifollow sana kushinda page. Riang ni round your vibe, Azimio Lomoja ndio vibe. Tunachagua rao, hata pia si tusikie rao. Rada ni rao, ati rao. Rada ni rao. Ati baba, pamoja tutafika Canaan. Yes, Amolo Odinga you can. Baba. DJ imepatikana? DJ. Haya, asante. Tutayalishe DJ. Mziki wao napo tayarishwa. Tuendelee na ratiba kabla atuandalie. Si ni sawa?
Sini sawa? Sini sawa? Gikoyo thai. Moyo ila gokoi. Mumeja hapa. Baba anapanda mlima apandi. Tunaenda mpaka juu ama hatuendi? Tunaenda mpaka pale ama hatuendi? Asante sana. Kwa heshima kubwa tutulie kidogo. Asanteni. Asante. Siku ya leo tumejumuika hapa watu wengi sana. Na tuko makabila zote za nchi ya Kenya. Kwa sababu baba sio mkabila. Si ni kweli? Baba sio mkabila na nimsema kweli. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa heshima kubwa ningependa kumwalika gavana wetu, gavana wa kaunti ya Kiambu, Dr. James Nyoro. Tupige gavana. Wapi nduru ya gavana wetu? Wapi makofi ya gavana wetu? Wapi nduru ya gavana wetu? Rada ni rao, kwani ni kesho. 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 Rada ni rao, rada ni rao, rada ni rao. Haya. Watu wa Thika na watu wa Kiambu, hamjambo. Teka yogwa muge ni baba. Baba. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Asante sana. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Excellency Governors, wale ambao wako hapa leo, Cabinet Secretaries ambao tuko nao, Members of Parliament and Members of the Senate, wale tuko nao hapa, Members of the County Assembly, all our business colleagues, watu wote wa Kiambu, Murang'a, Thika na kadhalika, hamjambo. 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 Ni asante sana. Ningetaka kwa sababu tumeomba kuambia sasa tungetaka kuingia kwa program yetu ya leo, kwa sababu mgeni wetu wa heshima baba ameingia. Wale ambao hawajui, tumetoka na mkutano huko Mount Kenya University ambao tumekuwa na viongozi 1000 wa Kiambu, na wao wamesema wamekubali rais wa 5 wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Wamekubali. Alafu akakubali tena kuwa wao watakuwa ambassadors ambao wataenda Kiambu yote na Murang'a yote kusema ati tarehe 9 mwezi wa 8 rais ambaye ataingia Ikulu si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Bas, ili tuingie kwa mpango wetu wa leo. Ningetaka kwanza tupewe kipindi ya muziki. Si ndio? Kipindi ya muziki. Tupumzike, tusikie vizuri. Haya, bas. Wapi hawa watu? Watu ya muziki? Tunataka muziki sasa ili watu wasikie vizuri, ndio sasa tuingie katika programu yetu. Haya, karibu. Ya, interlude ni yenu. Oya guoko igoro guo. Oya, ugereria manyana ndo amwe na gona tia kenu. Riria maundu makwa
gweterera kaba gweterera ndakiguconora kaba gweterera ngayo nĩ agũteithagia kaba gweterera ngayo kaba gweterera ngayo ndugereria 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 twende kana kanini keragwo nĩ nyina kauge ndarĩ kuo kaba gweterera ngai nako gakauga mami ekonogire njuge ndarĩ kuo kaba gweterera ngai ndogaga ndarĩ kuo ndakwĩhithagĩra haya geithia baba ũguo 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 nĩndoka mbere yaku mwathani ngenda tũrĩkanĩre nawe atĩa na ndoka ĩna mabataro kuga na hinya marĩa ndĩrenda we ũhingĩrie ngai wakwa haya ĩka baba ũguo mwĩre maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria hingĩria ngai wakwa wapi duri ya baba asanti gavana wapi duri ya Sir James na mũrerwo mũtiga gũikania hau mũno mũtiga gũikania mũno Sir James okay Kengei Pastor Ben tuendelee na ratiba Aya. Sir James ako wapi? Kimbia kabla gavana wasiliane pale. Haya, DJ twende kazi. Haya, DJ wapi nuru ya Sir James tafadhali? Mundu mwena kuhariria o ucio muthinĩkanie o ucio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya nĩtoine kwĩ hinya wa gũtoria inua bango nĩ ũrĩa umaga na thĩinĩ atĩ tiga gweterera opinioni anataka na ndoa mikono juu tũtũragio nĩ kwĩyomia wewe o amwe na tha cia Ngai wapi nduru ya baba ĩno thĩndĩ kwenda mũndũ hapo tu baba tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩndĩ kwenda mũndũ wagũkua ngoro na ihenya ngoro Jesu nĩyũmirie inua bango amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Jusufu na Maria ciaria kawaida era ndũwe nĩ ndungata magathiĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩ weka mikono miwili juu mikono miwili baba hapa tũtũragio nĩ kwĩyomia o amwe na tha cia Ngai ĩno thĩndĩ kwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya wapi kelele tũtũragio nĩ kwĩyomia ona DJ asante sana Asante sana Sir James na viongozi wetu wakiongozwa na Kanini Kega. Wapi nuru ya Kanini Kega? Asante sana Kanini Kega. Viongozi wamezidi kumiminika. Nafasi hii ningependa kumrejeshea gavana wetu wa Kiambu ili atuendelezee ratiba ya siku ya leo. Wapi nuru ya Nyoro wewe? Sema tano fresh. Sema tano fresh. Fanya hivi tano fresh. Karibu sana gavana wetu. Haya. Asanteni sana. Tungetaka wacha tusikizane kidogo. Tungetaka wakati huu kwa sababu tuko na wageni wengi sana ambao wamekuja. Tuko na baba ndio mgeni wetu wa heshima. Ningetaka sasa kuuliza governors wetu ambao wako hapa wasimame ili niwaonyeshe watu wa Kiambu. Tuko na governor Ole Lenku kutoka Kajiado, makofi. Tuko na governor wa Nakuru City Kenyanjui, makofi. Tuko na governor
wa Kisumu, Profesa Anyang' Nyong'o. Tuko na gavana yule anaitwa Lasanga wa Siaya, makofi. Tuko na gavana Ongwae kutoka Kisii. Tuko na gavana Oparanya kutoka Kakamega. Tuko na gavana Wambora kutoka Embu, makofi. Tuko na gavana Kememia kutoka Nyandarua, makofi. Tuko na gavana Awiti pale kutoka Homa Bay. Tuko na sikizeni. Tuko na gavana 001 kutoka Mombasa. Tuko na gavana 047 gavana Kananu kutoka Nairobi. Na muko na gavana Nyoro kutoka Kiambu. Asanteni sana. Ningetaka sasa kuchukua nafasi hii nimuite Mheshimiwa Jude Jomo, Mheshimiwa wa Kiambu Town, akuje atujulishe wale members of parliament na senators ambao wako hapa. Jude Jomo, tafadhali. Haya. Azimio. Yawezekana, si ndio? Baba wapi? Baba State House, si ndio? Baba wapi? Asante sana. Kwa hivyo mwezi wa 8 ukija zote tutamimina kura zetu zote kwa baba awe rais wetu. Ningependa kuwajulisha members of parliament wale tuko nao siku ya leo. Nitaanza na mheshimiwa wa kule Limuru, Mheshimiwa Peter Mwadhi. Haya, na nitaenda kwa Mheshimiwa John Amboro kutoka Limuru. Haya. Sasa kabla ya kwenda kwa Mheshimiwa Wajiko Kibe, tafadhali hizi banners teremsha kidogo ili wale wako nyuma yako waweze kuona. Hata watu wa TV hawawezi kuona kwa sababu ya mabango. Tafadhali teremsha chini kidogo ili wale wako nyuma yako waweze kuona. Tafadhali tushirikiane, weka mabango chini kidogo. Tunaenda kwa Mheshimiwa wa Gatondo North, Mheshimiwa Wajiko Kibe. Tunaenda kwa Mheshimiwa Simon Keng'ara, ameondoka kidogo. Tuna Mheshimiwa wa kule Maragwa, Mheshimiwa Mary wa Maua. Mheshimiwa Maua. Then next tunaenda kwa Mheshimiwa Peter Kehara wa kule Mathioya. Mheshimiwa Kehara. Next tunaenda kwa Mheshimiwa wa kule Kegumo, Mheshimiwa Wangare Mwaneki. Haya, next tunaenda kwa Mheshimiwa wa Gatanga, Mheshimiwa Engineer Duati Goge. Anatuambianga cash crop yake ni muziki. Tunaendelea na Mheshimiwa wa kule Embakasi East, Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Tunaendelea. Asante, tunaendelea kwa Mheshimiwa. Halo. Haya. Tunaenda kwa Mheshimiwa IG Senator wa mteule, Senator nominated Senator IG. Asante sana, ndiye yule kule. Next tunaenda kwa Mheshimiwa Maina Kamanda, mzee wa kazi. Asante sana. Tunaendelea tu, tuna Mheshimiwa ambaye alikuwa ana promote BBI, anaitwa Mheshimiwa Dennis Waweru.
Tunaendelea na our leader of majority katika National Assembly, none other than Amos Kemunya. Tunaendelea na mheshimiwa wa kule East African Legislative Assembly na pia anatoka kule pande ya Meru, anaitwa Mpuri Aburu. Tunaendelea na mheshimiwa wa kule Daragwa, mheshimiwa Jeremia Kioni. Haya, asante sana. Tuna mheshimiwa wa kule Narok North, mheshimiwa Ole Kenta. Mheshimiwa Ole Kenta ako kule mwisho kabisa. Asante sana mheshimiwa. Tunaendelea na mheshimiwa Shakir wa kule Kisumu. Mheshimiwa Shabir. Haya, tuko na mheshimiwa Manje wa kule Kajiado. Mheshimiwa Manje ndiye yule kule mwisho. Tunaendelea na mheshimiwa Ken Chonga kutoka Kilifi. Ken Chonga kutoka Kilifi. Tunaendelea na mheshimiwa wa kule North Hall, mheshimiwa Chachu Ganya. Asante sana. Tuna mheshimiwa Atandi. Mheshimiwa Atandi Samuel wa kule Saul Alego. Tuna mheshimiwa Stanley Mudhama all the way kutoka Lamu. Mheshimiwa Mudhama ndiye yule kule mwisho, anasimamia Lamu. Tuna mheshimiwa wa kule Kieni, mheshimiwa Kanini Kega. Tuna mheshimiwa wa Budalangi, mheshimiwa Budalangi Rafael Wajala. Mheshimiwa Wajala, asante sana. Tuna Godfrey Otosi, mheshimiwa Godfrey Otosi. Mheshimiwa Godfrey, tulieni tafadhali. Tafadhali tulieni. Tafadhali tulieni. Tuna mheshimiwa Mili Odhiambo ambaye anajulikana kama Gesa. Mheshimiwa Gesa. Haya. Tuna mheshimiwa Maoka Maore. Mheshimiwa Maoka Maore. Pamoja na sisi pia tuna PS Joroge. Tuna mheshimiwa wengine. PS Joroge ndiye huyo. Tuna mheshimiwa Junet Mohamed. Tuna Senator Senator Orengo, ndiye kitu inanisumbua. Senator Orengo, tuna Senator Orengo. Tuna mheshimiwa wa East African Legislative Assembly Oburu Odinga. Tuna mheshimiwa Mheshimiwa Maito Sabina Chege wa kule Murang'a. Ngoja kidogo. Kuna waheshimiwa wengine ambao nitawajulisha. Kuna mheshimiwa Kwamboka. Kuna mheshimiwa Kwamboka akapale. Tuna mheshimiwa Senator Dr. Pamela. Kuna mheshimiwa Pamela Odhiambo. Tuna mheshimiwa Paul Abur. Na tuna mheshimiwa Naomi Sionga. Kuna mheshimiwa Shabir. Kuna wengine hata siwezi fikisha nguvu ya macho huko. Na pia pamoja na sisi tuko na Maina Jenga. Hao waheshimiwa wote. Asante sana. Asante. Ngoja nitakuita. Hao
waheshimiwa wote Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Pole sikuwa nakuona. Tuko pamoja. Azimio. 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 Hawa mheshimiwa wote wako hapa kwa sababu ya mapenzi ya baba. Baba, mimi nitakuambia kitu kimoja tu. Tunakushukuru sana kwa sababu ulifanya handshake na our president. Na ukatuonyesha kuwa unaweka pasti yako huko nyuma. Hata sisi tumekuwa tukikuchochea, tukikutukana, tukifanya mambo yote. Vile uliweka pasti yako nyuma, hata sisi tutaweka yako huko nyuma na kuchagua wewe tukiangalia mbele, kwa sababu tunaona ile mambo unatuahidi. Ili tuweze kwenda pamoja, tuweze kufanyana biashara zetu na tujue kuwa kila Mkenya ako na haki kuishi pahali popote katika Kenya. Sisi ni wana biashara, tungependa kufanya biashara Mombasa, Kiambu, Nakuru, Kisumu na kila pahali. Na tunajua tukiwa na wewe tuna hiyo njia na tutaweza kufanya kazi pamoja. Tuhemodo tuko pamoja. Hebu nionyesheni mkuu mtasapoti baba. Nionyesheni. Nionyesheni. Asante sana. Mungu awabariki. Asante. Haya. Tupigie Jude. Hebu Haya. Tupigie Jude Jomo makofi. Tumpigie makofi. Naambiwa tuko na mheshimiwa Sumra, tuko na mheshimiwa Sifuna, Secretary General wa ODM, tuko na mheshimiwa Gakuya, tuko na mheshimiwa Janet. Sasa ningetaka kurecognize deputy governors ambao wako hapa. Ngawambia wasimame. Tukianza na deputy governor wangu Joyce Koge. Tumpigie makofi. Tuko na deputy governor wa Nyeri Karogo. Tumpigie makofi. Tuko na deputy governor Matthews kutoka Kisumu. Na tuko na deputy governor wa Laikipia Bwana Mwaneki. Wacha sasa nichukue nafasi hii kuwajulisha wale watu ambao wametoka kwa serikali ndani. Tuko na waziri wetu wa kilimo, waziri Munya, Peter Munya. Tuko na waziri wetu wa maji Sisire Kariuki. Tuko na waziri wetu ambaye ni Secretary General wa Jubilee Party, Mheshimiwa Rafa Tuju. Tuko na PSS Principal Secretaries wako hapa. Moja ni yule mnajua tumefanya kazi na yeye kutengeneza hii mkutano, ndio PS Njoroge, PS wa transport. Tuko na PS wa tourism anaitwa Zainabu. Tuko na PS mwingine. Tumemaliza hiyo. Sasa ningetaka kurecognize members of the county assembly ya Kiambu na wote wale wako hapa, wale wako hapo, ningetaka kuwarecognize. Tunafanya kazi pamoja na hawa. Kutoka hapo sasa tungetaka tuko na wageni wengine. Tuko na mheshimiwa PK Peter Kenneth. Tuko na rafiki
rafiki mwingine wetu wa dhati kabisa anaitwa SK Macharia. Tuko na watu wa biashara, Kenya National Chamber of Commerce. Najua president wake ako hapa, Richard Gatia ako hapa, ako hapo anaonekana. Tuko na wale, hebu sikizeni, tuko na wale ambao wanapigania viti, wote wasimame, na wale wako huko wachukue mkono, wale wanapigania viti. All the aspirants, all the aspirants. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Sasa tukae chini. Nimeambiwa wacha tumalize. Tuko na mheshimiwa ambaye alikuwa gavana wa Nairobi, Honorable Kidero, Evans Kidero. Tuko na mheshimiwa Dalmas Otieno. Tuko na mheshimiwa anaitwa Stano. Tuko na mheshimiwa ambaye anaitwa Beatrice Karuitha. Tuko na mheshimiwa anaitwa Mheshimiwa Mwenje. Sasa ningetaka kufikisha introduction hapo ili tuingie wakati wetu wa pili. Nimeambiwa Deputy Governor wa Murang'a Kamau ako hapa. Tuna mheshimiwa Jenga kutoka Moro. Aya, sasa wacheni sasa tuingie, kwa sababu tulikuja hapa kwa sababu ya maana moja, na maana hiyo tusikize ni kwa sababu tuko na azimio la umoja, na tungetaka tukitoka hapa, sisi zote ambao tuko hapa tutoke tukijua sisi tumekuwa disciples za kuendesha azimio la umoja, na hii lale ya leo ni ile tunaita azimio mtaani. Tumeanza sasa kuingia mtaani, na kwa hivyo ningetaka tuingie kwa watu wachache ambao wataongea kidogo na tuwasikilize. Wakati tulikuwa huko mahali kwa Mount Kenya, tumesikia watu wa jua kali, tumesikia mama mboga na shida zao zile mama mboga wanaendelea kupata. Tumesikia wale vijana wasichana na wavulana shida ambazo wanapata. Tulisikia shida ya watu wa bodaboda, na kwa sababu tulisikia hiyo, leo ningetaka tuanze. Kama vile mnajua, hapa Kiambu tunaishi watu wote. Dhika hii 35% ya watu ambao wanaishi hapa si wa Kikuyu. Tungetaka kuita mtu mmoja ambaye tunaita diaspora, ni mtu ya Kiambu na ametoka nje, atuambie kukaa Kiambu na vile anaona azimio, anaona namna gani. Wacha tuite Omosh. Omosh uko wapi? Omosh ako wapi? Ako hapa. Bas Omosh, uchukue dakika 2 utuambie wewe ukiwa diaspora kufanya kazi hapa Kiambu na azimio, na vile tunaendelea tutaenda namna gani. Omosh. All protocols, Governor, our Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Azimio yawezekana.
Ningependa kuambia mimi kwa majina naitwa Walter Omondi. Naishi Kiambu Ruaka. Na mimi ni mwanabiashara wa taxi. Niko na 20 years hapa Ruaka. Na hapa Kiambu ni pahali pa maajabu sana. Juu kabila zote ziko hapa. Na ningetaka kuomba sana Wajaluo, Waluya na kabila hizo zingine zinatoka nje. Si ikifika wakati wa election unakimbia kwenye nyumbani mnaenda kuchukua kura. Raundi tuchukue kura hapa, tupige kura hapa. Juu nitarudi nyuma kidogo. Nakumbuka President Uhuru Muigai Kenyatta alisema, akaambia Wakikuyu, no nyende miaka 50 iroka Mugikuyu arute wira haria hothe arenda ena thayo nena gekeno neguo kana tiguo koguo oguo neguo turenda na nikio Azimio haha. So to support Azimio na tukutane kwa debe, na nashukuru sana watu wa Kiambu, na nashukuru governor na honorable prime minister, na 2022 tutamanie debe. Haya, tupigie Omosh makofi. Mnasikia huyu ni mtu ya kutoka huko Lake na anaongea Kikuyu hata kunishida. Tumpigie makofi. Sasa unajua society yetu tuna watu wale ambao tunaita people with disability. Hadi watu tunakaa nao, lakini wakati mwingine hatuangalii. Ukiangalia Azimio la Umoja ina vile inasema mambo ya disability. Ningetaka kuita Kimani, Andrew Kimani, uongee kwa dakika 2, utuambie mambo ya disability na Azimio la Umoja unaona inaenda namna gani ili watu wote wa disability wawe katikati. Wapi Kimani? Muriega, tusalimianeni habari zetu. Mimi ni msichana, mimi sio Kimani, naitwa Wanja, kwetu ni Gatundu North. Mimi ni kiongozi ya watu disabled hapa Mount Kenya, na sisi tumesema tunataka kupatia kura zetu zote baba. Ni kwa nini tunataka baba? Kwa sababu atatusomesha, kwa sababu atatupatia social protection, na kwa sababu tutakuwa tunaenda hospitali bure. Asanteni sana. Asante baba, uko na kura yetu. Sasa ningetaka tuchukue nafasi hii tuite mzee mmoja wetu ambaye amekuwa akiishi mahali ambapo kumekuwa na shida, atuambie kidogo mambo ya Azimio ya sisi kukaa pamoja katika nchi yetu. Na huyo si mwingine ni mzee Jenga Mungai kutoka huko Moro. Karibu Jenga. Basi ndugu zetu, asante sana bwana gavana, waziri mkuu wetu bwana Raila Odinga, viongozi wote ambao mko hapa. Kama vile mmesikia, jina langu ni Jenga Mungai kutoka sehemu za Nakuru upande wa Molo. Na mimi najua hapa Thika kuna watu wengi ambao wametoka kwetu Molo. Leo mimi nimefika na jawabu moja tu. Nimefika kuambieni ya kwamba tumemuunga Raila Amolo Odinga katika sehemu yote ya Nakuru, kule sehemu za Molo. Na no mwetekerejeria na Gikuyu hanini, nemoe kuri andu mahorirwo mono gwetagwo Moro, nemoe kundu kou nekuo nyumite, na andu akou moigite matigwikirwo guoya, megothura Raila kana ne kure kana ne kware, megothura Raila.
nä kå rä må ndå å mworokä te kå rä a gå gwä two Eldoret aratiga twä ta madoadoa na ndä renda kå mwä ra å ithuä nä twarega gå coka gwä two madoadoa ona twakorwo twä rå gå rå nä twarega gwä two madoadoa. Thirikari ya Kenya nä ĩmwe, kĩama gĩa Kenya nĩ kĩmwe, Azimio la Umoja, bendera ya Kenya nĩ ĩmwe, gatiba nĩ ĩmwe. Tũretwo madoadoa nĩkĩ? Twĩ bũrũri witũ tũretwo madoadoa nĩkĩ? Ndĩrenda kuga kaũndũ gaka, madoadoa nĩyo yoragithirie andũ Rift Valley, na nĩ mũkũmenya hau moigĩire ũguo nĩ hakuhĩ na kanitha wa Kĩamba ũrĩa wacinirwo na andũ magĩkuĩra kũu thĩiniĩ, ciana igĩcokio riko ikahĩe, andũ magĩthirĩra kũu. Ona mũnyinyi wa thirikari ndathire mathiko ma ciana icio, ndathire mathiko ma andũ acio. Maũndũ macio mothe tũkwenda kuga atĩrĩrĩ, rekei tũnyitane. Raila nĩwe mũiguithania witũ, aiguithanie bũrũri. Twĩ hamwe ta nyoni ya ithiengere andũ a rũgũrũ atĩa. Mũndũ ũcio gwĩtwo Ruto nĩ wa gwitũ, na Ruto ona ndokire mathiko Kĩamba, athekereirie andũ acio na nĩ moĩ moragirwo nĩ maũndũ ma mbara. Ũguo gwitũ tugĩte nĩ tũmũregete biũ. Inyuĩ mũkuga atĩa? Nĩ mũmũregete? Nyoniai na moko na igũrũ. Nĩ wega mũno mũtuo na thayũ, nĩ wega mũno. Haya. Lekei tuhurire Njenga makofi. Tupigie Njenga makofi tafadhalini. Sasa tumefika nafasi, karibu tumwalike baba kwanza atuhutubie. Akituhutubia tutaita wale viongozi ili wale viongozi wengine watuongereshe, lakini nikataka hii bana iwekwe chini tafadhali. Bana zote ziwekwe chini, hata hiyo wewe weka chini. Sasa mnajua tuko Kiambu, na mimi nikataka kuambia baba, karibu sana Kiambu, na nikuambie baba, hata kama tuko Thika na tuko Thika Stadium, kama ni wakati ule wa kawaida baba, tungekuwa Kirigiti Stadium. Lakini Kirigiti Stadium, we've been given a big opportunity by His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, ametuchegea stadium ya capacity ya 10,000 people. Kwa hivyo mkutano mwingine ambao tutakuwa tukicelebrate baba kuwa the 5th itakuwa huko Kirigiti. Hapa itakuwa stadium mwingine ikijengwa. Nasema hivi baba, Kiambu is not just an ordinary place. Kiambu, when the history of this country will be written, Kiambu inajulikana, ndio mambo yote inaanza. 1954, kabla ya emergency kuwa declared, mkutano wa mwisho Jomo Kenyatta alifanyia Kiambu katika Kirigiti. Katika Kiambu ndio KANU ilianzishwa na ikapewa Jomo Kenyatta awe party president, ikapewa Oginga Odinga
awe vice president, ikapewa Tom Mboya awe secretary general. Ilikuwa Kiambu, na ilikuwa Kirigiti, na ilikuwa Kiambu. Kiambu ni ile mahali ambapo Gishuru, James Gishuru marehemu, alifanywa awe president wa nchi hii, lakini mnajua akakataa. Ilikuwa Kiambu katika Kirigiti. Kiambu, mkumbuke Kiambu wakati akina Olengo na Paul Moite wale walikuwa wakipigania the second liberation of this country, wakifukuzwa huko Kamukoji, walikuwa wanakuja Kiambu. Kwa hivyo Kiambu ni mahali ambapo mambo ya historia inaanza. Na kwa hivyo baba, nataka kukuambia, you are not in Kiambu by accident. You are in Kiambu because you will be entering into history. Ati mkutano wako wa kwanza wa mwaka wa 2022 ulifanya Kiambu, na ndio itakuingiza uwe the 5th president. Kwa hivyo baba, you could not have chosen a better place than Kiambu yenyewe. Jambo la pili, na nimalize, nataka kusema hivi, sisi hapa Kiambu, we are the real reflection ya nchi ya Kenya kabisa. Hapa Thika, kama vile nimesema, over 35% ya wale watu wanaishi hapa ni wa kabila zingine. Ukienda Roiro, 55% ya wale watu wanafanya kazi kwa factories ni wa kabila zingine. Sisi Kiambu yote, 30% ya people wa Kiambu, 2.7 million, ni wa kutoka mahali pengine. Sisi tumesema hivi, hapo ni nyumbani, hapa ni kwenu, mujisikie mko nyumbani. Na tunataka kutoka kesho muanze kujiandikisha ili mpige kura hapa, kwa sababu sisi we are Rainbow County, na tungetaka wale wetu ambao wako Kiambu, wako mahali pengine, wajisikie wako nyumbani. Kwa hivyo baba, sisi tunakukaribisha. Tumekwambia kura zetu zote umechukua. We sasa anza safari ya kwenda Ikuru, na tuko na wewe. Na kwa haya machache na mengi, wacheni sasa tupige makofi, tukaribishe baba ili atuongereshe. Pigani makofi ya baba. Makofi ya baba. Makofi ya baba. Vijana hoye! Vijana hoye! Kiambu hoye! Nimeona, nilikuwa nimetabiri ati tsunami inakuja, lakini mbeleni tuko na dharba ile ambao Waswahili wanaita tufani. Ile upepo mkali inavuma kutoka mashariki kuelekea magharibi, kaskazini kuelekea kusini. Itachukua takataka yote ya Tanga na kupeleka baharini. Tumekuja Kiambu, walisema ati baba hawezi kupanda milima. Amepanda hajapanda. Nimekuja kama rafiki. Juzi tulikuwa kule Nyeri,
tulikaribisha vilivyo, na mimi nilisema nitarudi. Sasa leo nimerudi, nimetoka Nairobi. Kabla sijatoka Nairobi, niliongea na ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta, akaniambia nikifika Kiambu Thika nilete salamu zake. Mnapokea? Mnapokea? Nimeleta ujumbe ya Azimio, Azimio la umoja. Hii Azimio la umoja misingi yake ni salamu kati ya Uhuru Kenyatta na mimi. Sawa? Tuliposalimiana tulikuwa tumeongea kwa kirefu zaidi. Tukasema Kenya imegawanyika. Tukasema sisi kama wazazi wa pili tuteremuke kule chini kule tulikoanza. Tukaona wakati ile Wakenya waliungana pamoja kupigana na mzungu. Manake mzungu alileta utawala ya kiimla kwa taifa letu, tala ya mzungu. Mwafrika ilikuwa ni takataka. Wakati mwingine viongozi wetu walishikwa wote na mzungu, wakapelekwa korokoroni. Wengine wamepeleka kule Manyani, wengine kule Hola, wengine kule Lodwar, wengine kule Maralal. Wakati hiyo ilikuwa ukisema ngwe ndani, ngwe ngwe, mambo ilikwenda mrama. Maneno yakaja kule kwa bunge. Kule bunge Jaramogi Oginga Odinga akasimama akasema, tafadhali bwana, wacha hao watu, wewe jamaa, wacheni hao watu unawazoea. Sasa wacha wanataka niona vizuri, wekeni mabango chini, wekeni mabango chini, wekeni mabango chini, mabango yote weka chini, weka hii chini, wacha hiyo weka chini. Unazuia wale watu kuniona, hata hiyo wacha chini. Hata hiyo Maina Nyenga weka chini, Maina niko hapa na mimi. Jaramogi akasema, in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders of the African people. Naelewa vizuri? Wakati baada ya Jaramogi akaenda akaongea na wananchi, akaimba, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, akafungwa. Asante, asante baba, asante, asante baba, asante, asante baba kwa kufungwa. Sawa? Mambo yakapamba moto, mambo yakapamba moto. Wakati huo Wajaluo na Wakikuyu walikuwa ni kama chanda na pete. Unaelewa vizuri? Watu wakaungana mpaka uhuru ikakuja katika taifa letu. Sasa uhuru ikakuja, Kenyatta rais, Jaramogi makamu wake. Tukajiuliza mimi na Uhuru, kitu gani ilifanyika? Na tukasema hiyo kitu tutafute tuyamalize, na sio kuunganisha Wajaluo na Wakikuyu peke yake, kuunganisha makabila yote ya Kenya. Hiyo ndiyo msingi ya Azimio la umoja. Naona vizuri? Ili hakuna ubaguzi. Hapa mnaishi hapa Thika, kuna Wakamba, kuna Waluhya, kuna Wakisii, kuna Wajaluo,
kuna Waorma, kuna Wasomali, Waswahili, Wahindi, Waarabu, sio? Hawa wote ni Wakenya. Ndio sababu tunataka kusikia lugha ya madoadoa. Ati mwingine anabweka, ati madoadoa mng'oe hapa. Nani madoadoa? Mwingine anasema wengine ni kwekwe. Ni kwekwe. Tunataka kutoa onyo kwa hao watu. Tafadhali wachie mabango chini bwana. Kijana, weka hiyo jamaa, mimi naona sura yake si ya msichana huyo. Usinionyeshe sura ya mwanamume kama mimi bwana. Weka chini. Weka hiyo chini. Hello? Hello? Hatutaki mambo ya ubaguzi. Tunataka Mkenya aishi kila mahali. Mjaluo anaweza kuishi hapa, Mkamba, Mkikuyu anaweza kuishi huko Homa Bay, hata huko Eldoret, kila mahali. Sivyo? Hata Muhindi. Mwingine anasema Muhindi aende Punjab. Punjab ya mama yake. Tunasema kila Mkenya mpaka heshimiwe kama Mkenya, ama sivyo? Sio vijana? Sio vijana? Nilitangaza ati harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilimaliza utawala ya mzungu, ikaleta uhuru. Ya pili ilimaliza utawala ya kidhuluma na kimabavu ya Nyayo, ikaleta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ukombozi wa uchumi, na ni ya vijana. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Baba ako tayari kuongoza nyinyi kwa hii vita ya ukombozi wa 3. Sawa sawa? Tutaweza kutembea pamoja? Mangapi wanasema tutembee pamoja? Nimesema tulipokuwa kule Kasarani, mimi nilipeana point 10. Sasa hapa Thika pali tuko zamani, miaka 60 na miaka 70, ilikuwa inaitwa the industrial town of Thika. Ilikuwa ukija hapa kulikuwa na mabango hapo nje nasema welcome to the industrial town of Thika. Hiyo sasa hakuna. Yale viwanda ambavyo vilikuwa vimeanza hapa, mingi zao zilikufa. Sawa sawa? Tunataka kurudisha hiyo uso ya Thika hapa, ili viwanda vijengwe hapa Thika town, vijana wapate ajira. Sawa sawa? Nimesema manake eneo hii ya Mlima Kenya ni wakulima. Wengi ya watu hapa wanategemea kilimo. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wale wakulima wa maziwa, wale wakulima wa avocado, wa maua, wa pineapple, hata wa viazi na mboga. Sawa? Tunataka kuleta kinaitwa smart agriculture, ili kilimo iwe inaweza kurudisha jasho ya mkulima, kurudisha bei ya mbolea na kadhalika chini na mbegu. Sawa sawa? Na vile vile kuleta tafuta soko ya bidhaa ambayo inatoka kwa kilimo, na kufanya vile vile value addition kwa ile mazao ya kilimo. Sawa sawa? Hiyo itaweza kutajirisha wakulima wetu. Hakuna mahali katika ulimwengu mzima ambaye hakuna subsidy kwa kilimo.
Ukienda Amerika wana subsidize wakulima, Ulaya hivyo hivyo. Sawa, sisi tutafanya kazi na nyinyi pamoja. Mimi najua shida ya mkulima. Nikiwa waziri mkuu, mimi ndo nilianza mambo ya reform ya mambo ya ukulima wa kahawa. Kwa upande wa miundo msingi, hii Thika Highway mimi ndo nilichora. Mimi nilibomoa manyumba walikuwa wanataka kuua mimi. Raila ako na wivu kwa maendeleo yetu, anavunja manyumba yetu, ati anataka kujenga barabara. Ni barabara aina gani? Nyumba yangu iko mbali sana na barabara. Nikamwambia barabara nataka kujenga hajajengwa katika Afrika Kusini hapa. Hakuna mahali popote. Hii ni ya kwanza. Thika Super Highway will be the first super highway katika Afrika Mashariki. Nilijenga sikujenga? Silijengeka. Sikafika hapa. Hata hii kutoka Kenol mpaka Marua ilichora wakati yangu. Sawa? Uhuru sasa amejenga. Uhuru amejenga. Tuna maanza na barabara mingi zile za Maumau ambayo iko hapo naendelea. Na hakikishia nyinyi yale miradi yote Uhuru ameanza zitaendelea hata chini yangu. Sawa. Kwa upande mwingine, mimi nilisema tunataka kuona kama vijana watoto wetu wote wanapata elimu. Every child. Sema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Kulingana na kipawa yake. Na akimaliza apate kazi wa maana. Sawa? Sipate kazi wa maana, hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mtaka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Kazi wa maana tuwapatia hawa vijana wetu. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Kama hiyo biashara imezenawiri sawa. Iko sawa. Alafu vile vile nimesema tunataka kuona kama ile shirika ya pesa ya KRA isiwasumbue hao watu. Nimeongea leo na wale wakilishi wa bodaboda, mama mboga, jua kali, nimeongea na hao wote. Shida zao zote mimi najua. Tutatatua. Tutajenga masoko ya kisasa kwa wafanyabiashara. Na wakina mama watapata vile mkopo kutoka kwa hazina ya serikali. Kuna wakina mama maalum inaitwa single mothers. Hawa ni wamama, yeye ndio bwana na yeye vile ndio mama. Labda bwana yake alifariki, mwingine walioana wakawachana, wakapata talaka, mwingine kijana mwingine alimdanganya ati tutaoana tufanye kazi tu, baadaye jana akamwacha peke yake. Hawa special categories tutawachunga hawa kina mama ili watoto yao wasipate shida. Sawa? Mnaunga mkono? Halafu nimeongea juu ya mambo ya baba care. Kwa upande ya matibabu
Nimesema hatutaki kuona kama Mkenya ni mgonjwa na hawezi kupata matibabu. Kule nimeambiwa ati saa ingine mama moja aliniambia leo asubuhi ati mtoto mgonjwa hawezi kuchukuliwa kwa hospitali maana hakuna pesa. Hakuna deposit. Mwingine mtoto wacha hapana piga yeye. Hapana piga yeye. Hey. Don't beat him. Nimepata barua yako. Nimepata leta hapa. Nimepata. Nitakujibu. Sawa. Sasa mwingine amelazwa hospitali, amesatibiwa, lakini ameshika teke ndani ya hospitali ati mpaka ilipwe milioni ngapi ndio awachiliwe huru. Na kila siku gharama inazidi kupanda. Na bei ya kitanda katika hospitali inashinda bei ya kitanda katika Hilton Hotel. Unajua hiyo? Hiyo. Mwingine alilazwa kwa hospitali akakafa huko. Maiti imeshikwa teke kule kwa mchuari. Ati mpaka wale waipiwa walipe milioni 5 ndio maiti wachiwe. Hiyo maiti unataka kufanya naye nini? Je, hiyo ni ungwana kweli? Haya yote sisi tutamaliza. Sawa? Kila Mkenya akiwa mgonjwa ataweza kupata matibabu. Kila Mkenya atakuwa ndani ya bima ya matibabu. Yule ambaye hawezi kulipa atalipiwa na serikali. Sawa? Unaunga mkono. Halafu nimesema mambo ya viwanda, mambo ya ajira ya vijana. Sasa mimi naongea juu ya mambo ya wale maskini. Tuko na maskini katika taifa letu. Maskini ya miji naitwa the urban poor. Maskini risavuni, rural poor. Yule risavuni, mvua imekosekana, mimea imenyauka, njaa imekuja, hakuna chakula. Hata kama yeye ni mfugaji, ng'ombe inakufa, hata mbuzi inakufa na kondoo. Sawa? Hiyo tunaitwa the rural poor. Hapa mjini hapa, mwingine alikuja kutoka risavuni kutafuta kazi. Amepiga lami mpaka nyayo ya viatu imekwisha, hajapata kitu. Mwingine alikuwa anafanya kazi kwa kampuni, amefutwa kazi, hana kazi. Mwingine kampuni imeanguka, kazi vile imeanguka na kampuni, sio? Sasa huyu jamaa hata pesa ya kulipa kodi ya nyumba hana. Naelewa vizuri? Kule Ulaya, kule Marekani, hata huko Brazil, hata kule Egypt, hata hapa Namibia, hata India, kuna kitu inaitwa Social Protection Fund. Ile pesa ya kusaidia hao watu. Naelewa vizuri? Ndio mimi nasema tutaleta hapa Kenya Social Protection Fund ya kusaidia hao watu. Jamii, sisemi mtu, jamii ambayo watakuwa hakuna mtu yeyote ambaye ameajiriwa na pata mshahara, watakuwa napata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Umeona vizuri? Umesikia yule Tanga wanasema hiyo ni handout. Hapana handout. That is a necessity to sustain life. Hiyo sio handout. Wewe anaongea jamaa ya kutoa ahadi. Kila mara ahadi. Aliahidi watoto yote laptop. Hiyo laptop alileta. Hiyo laptop sasa anawaambia Wilbaro, kama ulikuwa mnasema yeye ni laptop ambaye ni IT,
Unampatia wheelbarrow ya nini? Afanye na nini na wheelbarrow? Aliahidi stadium kila county. Hapa Kiambu mmeona hiyo stadium? Mmeona? Amejenga hiyo. Aliahidi wakati hii ati kila mwaka kazi 1,000,000. Sasa anasema milioni 4. Mara ile alipana sahau ati alikuwa ameahidi milioni 1. Mpaka wakati huu hajatoa hiyo 1,000,000. Akija muulize ile milioni yako ya 1 iko ilienda wapi? Anasema ati handshake ni handshake gani? Umekuwa kwa serikali miaka 8. Kazi imekushinda. Toka, wacha baba aonyeshe wewe vile kazi inafanywa. Na wanasema ati hakuna pesa. Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale jamaa wanapenya naye na kuiba pesa zetu. Pale wanapenya naye alafu wanaiba pesa zetu. Unatoboa. Tunasikia hiyo? Akishatoa hizo pesa yenu anakuja naye kwenu sasa. Anasema nataka kufanya rambe kwa vikundi ya vijana 5,000,000. Nataka kufanya rambe kwa vikundi ya kina mama 5,000,000. Shule ile hakuna basi. Amenunua basi anapeleka huko. Ameingia kwa kanisa. Kile kanisa mna hii Toma tafadhali Mariko sura 15 fungu ya 2 imesema nini? Amekuwa Mkristo kushinda papa. Unajua hiyo? Unafiki mtupu. Alafu anasema ati askofu hana gari. Mwizi. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Hawa jamaa tutawapeleka kamiti. Wanafikiri Wakenya ni wajinga. Wakenya si wajinga. Si Wakenya ni warevu. Azimio. Inawezekana. Azimio. 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 Mimi nitarudi tena. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Asanteni sana. Tufunge kwa maombi tafadhali. Na DJ ukiweza, maombi yetu itakuwa stanza ya kwanza ya National Anthem. Stanza ya kwanza ya National Anthem. Tumpe nafasi nzuri kinara wetu mpendwa kuweza kuondoka. Maafisa wa usalama, tushirikiane ipasavyo. Tafadhali turudi nyuma sote. Peana njia hapa, peana njia hapa. Tupeane njia kwanza. Peana njia hapa tafadhali. Tupeane njia kwanza. Tumruhusu kinara mpendwa. Tafadhali sana. Gavana Derito Moreji.